Kila mwanadamu aliyeumbwa na Mungu anahitaji kufanikiwa. Ndani yake kunakuwa na uhitaji wa yeye kufanikiwa. Anahitaji kufanikiwa na ndani yake kunakuwa na uhitaji ambao Mungu mwenyewe ameuweka wa kumtaka huyo mtu aweze kufanikiwa. Na hii ni kwa sababu kwa asili sisi tumeumbwa ili kufanikiwa. Hatujaumbwa ili kuwa watu wa kushindwa. Hatujaumbwa ili kuwa watu wa kuwa chini. Tumeumbwa tukiwa tumewekewa ndani asili ya kuwa watawala. Tumeumbwa tukiwa tumewekewa ndani yetu asili ya kuwa wamiliki. Kwa hiyo kila mmoja katika maisha yake anatamani kuwa mmiliki, anatamani kutawala, anatamani kufanikiwa. Lakini pamoja na kwamba kila mmoja anatamani kufanikiwa, sio wote wanaoyapata hayo mafanikio. Sio wote wanaofanikiwa kwenye maisha. Na hii imekuwa ikileta kitendawili kikubwa sana kwamba je, kuna watu baadhi ambao wameandaliwa au wao wameshawekewaga tayari kwamba wao ndio watakaofanikiwa kwenye maisha? Baadhi ya watu wamekuwa wakijiuliza maswali kama hayo, lakini sio kweli kwamba kuna watu wachache ambao wameandaliwa kufanikiwa. Hapana, mafanikio yapo kwa ajili ya watu wote na kila mmoja ana sifa kufanikiwa. Kuna mambo makubwa matatu ambazo ni sababu kubwa ambazo huwa zinaongoza kwenye kuwazuia watu washindwe kufanikiwa kwenye maisha. Kuna sababu kubwa tatu ambazo zinaongoza kwa kuwafanya watu washindwe kufanikiwa kwenye maisha. Sababu ya kwanza ni mazingira ya nje, the external environment. Unapotaka kufanya jambo lolote kwenye maisha, lazima upange mikakati juu ya namna ambavyo utakabiliana na mazingira ya nje. Unataka kuanzisha biashara, unataka kuanzisha kitu fulani, unataka kuanzisha jambo fulani, lazima ujiulize ni mkakati gani ambao umeuweka kukabiliana na mazingira ya nje. Kwanza kabisa, mazingira hayawezi kukupokea, hayatakupokea na kusapoti kile ambacho unataka ukifanya. Lazima mazingira yatakukataa. Kwa hiyo lazima ufikirie ni kwa namna gani ambavyo utafanya ili kukabiliana na mazingira ya nje, mazingira yanayo kuzunguka. Hiyo ndiyo sababu ya kwanza. Ukidharau hiyo inaweza kufanyika kuwa silaha tu nzuri ya kuweza kukuangusha. Sababu nyingine inayofanya watu wasiweze kufanikiwa ni kujikuta mtu anafanya kazi au ana operate nje ya kusudi lake. Yani unafanya kitu ambacho haukuumbiwa kufanya hicho kitu. Unakuta mtu alipangiwa awe mwalimu, lakini yeye yuko anafanya biashara. Unakuta mtu alipangiwa kuwa mtu fulani, hajawa huyo mtu, yeye anaenda kuwa mtu fulani. Kumbuka Mungu alivyotuumba aliweka ndani yetu uwezo wa kufanya vitu pasipo kujitahidi. Yani kama samaki ambavyo kama vile ambavyo samaki huwa hafundishwi kuogelea, samaki huwa hafundishwi kupiga mbizi zake, huwa hafundishwi kuogelea, isipokuwa ameumbwa hivyo, maana yake anakuwa na uwezo wa kuogelea, anakuwa na uwezo wa kufanya mambo yake kama hivyo. Kila mwanadamu ameumbiwa uwezo wa kufanya mambo pasipo kujitahidi kwenye eneo fulani kwenye maisha yake. Yani kuna kitu fulani ambacho anakiweza, kiasi kwamba akiwekeza nguvu zake pale, akijifunza, akafanya kazi kwenye eneo lake hilo, inakuwa ni rahisi kufanikiwa. Sasa kati ya kitu ambacho ukikikosea pia kinaweza ikafanyika kwa kizuizi kwako cha kukufanya wewe ufanikiwe, ni pale ambapo utajikuta una operate nje ya eneo ambalo una uwezo nalo. Yani unafanya kazi lakini ni nje ya eneo ambalo ulipaswa kuwa. Hilo nalo pia ni jambo ambalo linaweza likafanya wewe ushinde kufanikiwa kwenye viwango ambavyo Mungu anahitaji uweze kufanikiwa. Ili kutaka kujua namna ya kitu gani utafanya ili uweze kuoperate kwenye eneo lako, ni lazima uhakikishe unaligundua kusudi la kuumbwa kwako. Ukisha ligundua kusudi la kuumbwa kwako, uanze kuchukua hatua ya kuweza kuliishi. Unatakiwa uligundue kusudi la kuumbwa kwako. Ukisha ligundua kusudi la kuumbwa kwako, ufanye hatua madhubuti ya kuweza kuanza kuliishi katika maisha yako. Jambo la tatu ambalo hiki ndicho kizuizi kikubwa sana kinachowafanya watu washindwe kufanikiwa, washindwe kufikia yale mafanikio ambao wanatamani katika maisha yao, ni ujinga, kukosa maarifa.
kupungukiwa maarifa, ignorance. Yani kukosa maarifa fulani ambayo unayahitaji ili uweze kufanikiwa. Yani kuna maarifa fulani ambayo unayahitaji ili uweze kufanikiwa. Unapoyakosa hayo maarifa, hakuna namna ambavyo wewe unaweza ukafanikiwa. There is no any other way that it can make you prosper. Kuna maarifa fulani ambayo unayahitaji ili uweze kufanikiwa. Mafanikio yanakuwa na kanuni zake, yanakuwa na taratibu zake. Unaposhindwa kujua zile taratibu, unaposhindwa kujua zile kanuni, unaposhindwa nini ufanye na nini usifanye, hakuna namna ambavyo unaweza ukafanikiwa. Na hii sababu ya tatu hii ya ujinga au kupungukiwa maarifa ndio sababu kubwa sana inayowapelekea watu kujikuta wana maisha ambayo hawakuyachagua. Na ukumbuke kwamba kinachomtofautisha kati ya mtu maskini na tajiri, kinachomtofautisha mtu aliyefanikiwa na mtu ambaye hajafanikiwa ni kiwango cha ufahamu alichonacho mtu, kwamba wewe una ufahamu gani na yeye ana ufahamu gani. Kuna baadhi ya vitu ambavyo waliofanikiwa wanavifanya ambao hawajafanikiwa hawavifanyi na hawataki kuvifanya. Kwa hiyo hayo ni mambo makubwa matatu ambayo kuanzia leo ukiyashughulikia vizuri, utaanza kuona maisha yako yanabadilika. Utaanza kuona maisha yako yanakaa sawa. Kumbuka nimesema kwamba sababu kubwa tatu zinazokwamisha watu wasifike mbali, wasifike kule ambako wanatamani kufika kwenye maisha yao. Sababu ya kwanza ni mazingira ya nje. Sababu ya pili ni kujikuta mtu anafanya kitu ambacho hana uwezo nacho, yani sio uwezo wake. Hakuumbiwa hicho kitu kukifanya, ila yeye anakifanya labda kwa sababu mbalimbali. Anakifanya kitu hicho. Na sababu ya tatu ni kujikuta mtu hana maarifa sahihi anayoyahitaji ili aweze kufanikiwa kwenye jambo fulani. Na hivyo ndivyo vizuizi vikubwa vitatu vinavyowafanya watu kwenye maisha ya kila siku, maeneo yote, eneo lolote lile duniani, ndicho kitu kinachofanya watu washindwe kufanikiwa na kufika kwenye viwango vile ambavyo Mungu anahitaji wao waweze kufika kwenye maisha yao. Kama hujasubscribe channel hii, nikuombe uweze kusubscribe channel hii. Unapofanya hivi, unafanya channel hii iweze kuwafikia watu wengi, iweze kuwahudumia watu wengi zaidi, lakini pia inakufanya wewe wa kwanza kupata video pindi na wakati ambapo nazipandisha hewani. Pindi napozi-upload video, unakuwa wa kwanza kuzipata video hizi. Kwa hiyo nikuombe uweze kusubscribe, lakini pia usikubali ujumbe huu kupata wewe peke yako. Jaribu kushare kwa wengine, jaribu kushare kwa rafiki zako ili waweze kupata vitu ambavyo vinaweza kuwasaidia. Nikutakie wakati mwema. Majina yangu ni Geriad Kehad, au unaweza kuniita Mwalimu Geriad Kehad.